tujichunge wakati huu mgumu. Na najua mimi ya kwamba kuna wengi ambao wanapitia mashida kwa sababu ya huu ugonjwa ambaye hatukujiletea, umetoka nje, lakini uko nasi. Na lazima kama Wakenya tushirikiane, tuungane pamoja, ndio tuhakikishe ya kwamba tumepambana na tumeshinda vita kati ya huu ugonjwa. Huu ugonjwa hautashindwa na serikali peke yake. Na sita kurudia. Huu ugonjwa utashindwa tukishirikiana na tukiungana pamoja kama Wakenya. Hiyo ndio njia pekee. Ndio tuweze kurudisha uchumi wetu. Na kwa huu muda ambao tuko na huu ugonjwa, kama serikali tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutasaidiana na Wakenya wenzetu, haswa wale ambao wamelemewa kabisa, na tuone ni kwa njia gani tutaweza kuwasaidia katika wakati huu mgumu ambao tuko nao. Na ndipo juzi, kati ya mikakati ambayo nilitangaza, nilisema ya kwamba ndio tuweze kusaidia haswa wafanyikazi wale wa chini kabisa. Tukaongeza idadi ya watu ambao hawatakuwa wakilipa kodi. Nimesikia ndugu Atuoli akisema tuongeze hata zaidi. Tutajaribu kulingana na uwezo, lakini pia taifa haiwezi kujengwa bila kodi. Lakini tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia. Tumejaribu sana ndio tuweze kupunguza bei ya chakula na mengine. Tukatangaza ya kwamba tumeshukisha VAT kutoka 16% mpaka 14%, 14%. Hiyo yote tumefanya ndio tuweze kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia wananchi, haswa wale wadogo wa chini. Na tutaendelea hii program ambayo tumeanza ya kazi mitaani. Tunataka vijana wetu waweze kuwa wanapata riziki yao wakitusaidia kusafisha mitaa yetu, kutengeneza barabara zetu na mambo mengine kama haya. Na mimi ningependa sana sana kwanza kushukuru bunge letu la Kenya kwa vile tumesaidiana pamoja na kupitisha sheria mbalimbali ambazo zimetuwezesha kufanya yale ambaye tayari tumefanya. Na tutaendelea kufanya na tutaendelea kushirikiana. Kwa sababu vile nilisema hapo awali, kushinda huu ugonjwa, kurudisha uchumi wetu, hautachukua Uhuru peke yake ama serikali peke yake, itachukua sisi wote. Na hivi karibuni napanga kualika viongozi wa vyama mbalimbali, viongozi wa wafanyikazi, viongozi wa employers, na wote washikadau wote, tuweze tukae pamoja na tuseme tukishamaliza kupambana na huu ugonjwa, hii uchumi yetu tutafufua namna gani, na ndio maisha ya mwananchi wa kawaida iweze kurudi pahali ambapo ilikuwa. Na hiyo itatuhitaji sisi wote. Na ndipo naendelea pia kusema tusitumie hii vita ya corona kama ni wakati wetu wa kupiga siasa duni. Unasikia huko mwingine akisema pesa ya corona haitumiwi vizuri, ingetakiwa itumiwe namna hii. Jameni, tusicheze na maisha ya Wakenya. Pesa yote ambaye imetumika kupambana na hii jangwa, wakati ukifika, it shall be audited in broad daylight. Kila shilingi, kila dururu ambaye imetumika, Wakenya waweze kujua hii pesa ilitumika kwa njia gani na kusaidia nani. We shall make it public.
Hakuna kitu ambayo itafichwa. Lakini hii sio wakati ya kugombanisha. Hii ni wakati ya kuokoa maisha. Jameni, tafadhali viongozi, if you have mercy on your people, this is the time for you to be supportive of the efforts that we are all undertaking to ensure that we defeat this virus. Niseme pia ya kwamba lazima tuangalie mbele. Tujue ya kwamba corona haitakuwa na sisi maisha. Bado tunataka soko zetu zirudi. Jameni, nilicheka juzi nikaona wengine wako hapo wakisema Uhuru afanya makosa, atuma maua kwa wazungu. Jameni, unajua hayo maua ambaye tumetuma, corona itaisha. Hayo maua yaandika wafanyikazi, maelfu na maelfu na maelfu ya Wakenya. And they say watu wanakumbukwa wakati wa shida. Tukiwa tumewatuma huko na wanaona hii imetoka Kenya, wakati soko itafunguliwa, mtu akienda kununua maua, kitu cha kwanza atafikiria ule alinikumbuka wakati ya shida, huko ndio mimi naenda kununua maua yangu. Think before you start talking nonsense on this social media of yours. We must protect our economy. We must look into the future. We must look at what we are going to do when we survive. This is not the time for us to be petty. This is not the time for us as Kenyans to be cheap. This is the time for us to come together. This is the time for us to work together. This is the time to plan the future of this great land. Kwa hayo machache na mengi, mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, tukae manyumbani. Najua ni ngumu kwa wengi, lakini hii ni nafasi yetu ya kujuana tena na mabibi zetu na watoto wetu tukiwa manyumbani. Tusione, let us always not look at the negative. Kuna opportunity ya kujuana sasa tena, na ni mema mengi inaweza kutoka kujuana zaidi. Kwa hivyo mimi nasema Mungu abariki wa Kenya, abariki nchi yetu na aendelee kutulinda wakati huu mgumu.